Na bila shaka sasa tunaungana naye mbunge wa Lang'ata aweze kutujuza ana yapi hasa kwa wakazi wake wa Lang'ata kwa sherehe hizi. Kwanza kabisa karibuni sana Lang'ata. Sherehe zimeletwa nyumbani na kama ndio kwetu eneo bunge langu, nataka kukaribisha kila mtu Lang'ata. Leo ni siku kubwa sana kwa wafanyikazi, na kilicho kubwa ni kuwa wengi wanajitokeza. Hali ya maisha imekuwa ngumu sasa, na nadhani kuwa uongozi wa wafanyikazi watatokeza na kumwongelesha rais na kuanza kuitisha malipo nzuri, hali nzuri za kazi. Isipokuwa hapa Lang'ata ni kazi tu, hatuna mambo mengine. Bila shaka pewe ni mwenyekiti wa ile kama kamiti ya utangazaji ama broadcasting. Sisi kama wanahabari tutarajia yapi kutoka kwenye hii siku ya Mei Mosi? Kweli kabisa, ni unajua kama kuna kitengo ya wafanyikazi ambao wanajisukuma zaidi huwa ni wanahabari, na mimi nimekuwa mwanahabari kwa miaka 15 nikiwa mbele ya TV, mbele ya redio. Endeleni na kazi, hakikisheni kuwa habari ambazo mnatuletea kama wananchi mumehakikisha ni habari nzuri, habari za kufana, za kubadilisha. Ni hivyo tu jamani. Kuna changamoto ambayo inakumba vijana katika taifa la Kenya. Pendekezo lako litakuwa lipi kuhusiana na suluhisho la kudumu kwa ukosefu wa kazi? Ukosefu wa kazi pia ni vijana kuanza kuangalia kazi mbadala. Unajua, kazi zingine mbadala. Wengi wanaenda shule, nishakutana na wengi wako na madigrii zao na vyeti vyao, lakini ukimwambia kuwa tunaweza ingia hustle na tukafanya hii kazi nyingine, ameshikilia ile degree yake na kusema kama sitapata kazi ya actuarial science mimi sina kazi. Lakini ukitoka huku nje, ukisafiri, unaanza kupata kuwa kazi za white collar jobs zimepungua kila pahali. So ni wengi wanajituma, mamilionea saizi, wengi hata si maengineer, sio ni watu ambao wametengeneza vitu kwa mikono, wana biashara. Ndio sasa tuanze pia kuanza kuangalia kazi mbadala, not only white collar jobs. Kweli kabisa. Asanteni sana, muwe na mosi njema. Asanteni sana. Na huyo ni mbunge wa Lang'ata Jalango, ambaye alikuwa akitueleza tu mambo yalivyo, watu watarajia nini hii leo hapa. Na hivi sasa basi tunajiunga naye seneta wa Kisumu ili aweze vile vile kutujuza wakazi wake watarajia nini siku hii ya Mei Mosi, na vile vile wa Kenya kwa ujumla. Karibu sana. Asante sana. Unajua leo ni siku ya wafanyikazi. Na Labor Day haswa ni siku tunatarajia kuwa mapato ya wafanyikazi imarishwe, ili wale wanapata mshahara ya kiwango ya chini angaa wapate mishahara yenye naweza kuwawezesha kuishi maisha ya kawaida. Na pia unajua siku ya Labor pia ni ile celebration ya siku ya wafanyikazi, ya ku-appreciate wale wafanyikazi wenye wanafanyia nchi kazi na wenye wanaimarisha uchumi. Unajua mambo ya kulipa kodi kwa mfano yataimarika, yatakuwa mazuri ikiwa tunapea at least wafanyikazi ile mutisha ya kuencourage, kueleza kuwa mnafanyia nchi kazi, nyinyi ndio tegemeo la nchi na ndio muhimu wa siku hii ya Labor Day. Bila shaka pia tumeweza kuzungumza na baadhi ya wasimamizi wa vyama vya wafanyakazi. Baadhi yao ni wale wa matibabu. Wameweza kutueleza kuwa walikuwa wanapendekeza malipo ya mishahara ya matabibu yaweze kutolewa katika magatuzi yaletwa kwenye serikali kuu. Pendekezo lako ni lipi kuhusiana na hili, kizingatiwa kuwa mishahara imekuwa ni swala tete kabisa hapa nchini? Kulikuwa pale mbeleni ile mambo ama mazungumzo kuhusu mambo ya Health Commission ili angalie mambo ya matibabu. Wacha nikupee mfano kwa kaunti yangu ya Kisumu. Mimi ni seneta wa Kisumu. Najua kumekuwa na tabu kwa kupeana matibabu, kwa kupeana services kwa wananchi. Kwa hivyo hiyo ni kitu mzuri kwa nchi.
Asante. Shukrani sana. Huyu amekuwa ni seneta Kisumu Tom Ojenda, vilevile akiweza tu kutupa moja mawili kuhusiana basi na jinsi mambo yanayotarajia kufikia hivi sasa. Basi tunaona magari yanaweza kuingia, ni msafara ule ambao kama kawaida watu tunaona kama wa rais. Ni wa rais. Basi muda si mchache hizi sherehe zinaenda kuanza.